habari? Salama tu. Tulikuwa tunaongea na Afande Murilo. Naongea na msaidizi wake. Aha, muda gani tunaweza kupata nafasi ya kuongea na Afande Murilo? Yuko kwenye meeting kidogo. Aha, ni muda gani kutoka sasa tunaweza kuwapigia tena? Naongea na nani kwanza? Unaongea na mimi ni Mtanzania, lakini kuko na taarifa ambayo tunataka kumfikishia Afande wetu Murilo, na kwa sababu ya usensitive wake, kama kiofisi ni nini? Kwa sababu ya unyeti ya taarifa ndio tunaomba mawasiliano naye kwa moja kwa moja. Okay. Ni jambo la kiofisi? Ndio. Ni kama jambo la haraka unaweza ukasema. Kwa sababu ya unyeti tunahisi ni muhimu sana kumfikia yeye, kama utaweza yani unyeti ndio maana mimi nipo. Ndio maana unaona naongea mimi kwenye simu sasa hivi hapa. Ndio. Vinginevyo liwe labda la private, lakini kama la kiofisi ni jambo unaweza ukasema litafanywa kazi. Asante sana. Niambie. Asante na nakushukuru sana kwa kukubali kulisikiliza. Unaongea kutoka wapi kwanza? Mimi ni Mtanzania na tuko wapi? Unanisikia? Unaongea kutoka? Tunaongea kutoka Tanzania. Niko Tanzania hivi sasa. Tanzania sehemu gani? Dar es Salaam. Sehemu gani Dar es Salaam? Unanisikia? Nakusikia. Dar es Salaam sehemu gani? Sasa tuende kwenye taarifa kwanza ama vipi? Sawa, ndio maana nataka kujua upo sehemu gani. Okay, niko Dar es Salaam, mji inaitwa Kawe. Ndio. Kwa sasa hivi hivyo ni taarifa ninaweza nikakupa kuhusu mimi. Sawa nipo. Vipi, unaniruhusu kuendelea na taarifa? Endelea. Okay, kwanza tumetuma emails kwa njia ya fax kwa Bwana Murilo leo asubuhi kama masaa mawili iliyopita, na pia tulituma makao makuu ya polisi, lakini ilikuwa tunamfikia yeye muhimu zaidi kwa kumpa hii taarifa ya email rasmi ambayo tumeweza kumtumia. Kwa hiyo nilijulishwa kwamba ninatakiwa kumpigia simu kwa mazungumzo zaidi kidogo, na ndio maana nikampigia. Ndio. Okay, kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni email ya taarifa rasmi ambayo ya kumjulisha RPC Murilo juu ya maandamano ya tarehe 9 Disemba 2025, kama kuijulisha jeshi la polisi juu ya maandamano hayo. Lakini pia ilikuwa email na taarifa nyingine tuliwapelekea pia TLS, Tanganyika Law Society, kwa ajili ya kuweza kuambatanisha kwa polisi hizo email zote mbili ili tuweze kupata jawabu ya haraka. Ndio hasa taarifa inahusu hivyo. Okay, sawa. Sawa. Unasema email umepata? Tumewatumia email polisi tayari, tumetuma email makao makuu ya polisi tayari, na pia tumetuma email TLS tayari kuomba kuleta taarifa rasmi polisi, kwa sababu tunaofahamu kwamba jeshi la polisi mna wajibu wa kulinda raia na mali zetu. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kuwajulisha juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo pia tumealika mashirika ya kimataifa kuja kufanya uangalizi wa maandamano hayo. Na hiyo ndio email ambayo na pamoja na fax ambayo tumewaletea polisi. Lakini kabla sijaendelea zaidi, nilikuwa umeniambia wewe ni msaidizi wa RPC Murilo. Unaweza tafadhali ukaniambia pia jina lako ni nani, ili kwa reference tu nijue ni nani nilikuwa naongea naye? Okay, sawa, vizuri. Kwa sababu hiyo nani tunasema umeandika kwa barua? Ndio. Kama ni barua basi majibu yatapatikana.
Ya, asante sana. Unaweza pia ukaniambia ni nani nazungumza naye? Ulivyoiwakilisha basi na majibu yatakuja hivyo hivyo kama ulivyotuma. Aha, kwa njia ya maandishi umekusudia? Tunasema umetuma kwa njia ya maandishi. Ndio, tumetuma email kwa njia ya maandishi, lakini pia mnaweza mkayaweka majibu wazi kia kama jeshi la polisi, najua mnafanya hivyo, lakini kwa reference vituo vipo, ofisi zipo. Aha. Nasema upo Kawe, ofisi zipo. Unaweza kuwakilisha pia. Ofisi zipo wazi. Ndio, tayari nilivyokuambia nimewasilisha makao makuu polisi, nimewasilisha kwa RPC Murillo, tumewasilisha barua nyingine Ikulu ya Tanzania na makao rasmi ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo naamini taarifa zimefika, lakini hii simu ilikuwa kama kujaribu kusisitiza ile kupata jawabu la haraka kutoka kwa jeshi la polisi juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo. Majibu yatapatikana kama ulivyotupa. Aha. Basi tutashukuru sana kama majibu mtatupa kwa haraka. Oh, kakata simu. Oh my God.